To talk about me. Mimi mali safi, I like a private life. When it comes to my private life, I like private life. Napenda private life. Napenda private life. And no one knew about me. My family. Because najua atakuja hapa atakujielezea. Nataka tu niongee, nyinyi mtaanalyze baadaye tafadhali. Sitaki questions. Amerudi sawa. Haya, guys, hakuna kuzoom, tumsikie. Nataka tu niongee tu, sitaki interruption. Sawa, tumenyamaza sisi wote. Ulikuwa ongea na nani kwa simu? Tumenyamaza sisi wote. Okay guys, najua bibi yangu mtu nimesana na mimi mtoto, najua atajileta hapa kuongelea yake pia. Wacha niongee yangu. Let me serve my own tea. It's good to express myself. So I'm here to serve my own tea. And you are here to listening. Mimi sio mlevi. Mimi sivuti bangi. I'm a very sober person. Wacha nifungue dirisha. I don't know hasira imenikuja paka ni because my life is very private, by the way. Gary. So, ladies and gentlemen, wacha nifungue at least. Naitwa Mali Safi. Nilikuwa na date kasichana. Munasikia Cindy alimwanika hapa, alikuwa anajiita Sharon. Mimi nimekaa na huyu msichana in peace. Hatujawahi pigana. So there's a siku moja, ile siku spec yangu ilivunjika. Leo ni mama kufunguka. Umeona? She go with her friend kama bado nini hang out. Akarudi saa 3 usiku. When I asked her, alinitusi vibaya sana, matusi vibaya sana. Mimi wanaika kwa na hasira, nikamweka coffee. That the first and the last in 4 years ndio nilipiga coffee. Guys, ukiona nimekuja hapa kujiongelelea, nimechoka. My dad is late. Babangu alinifunza, babangu alikufa 2006. Alinifunza to respect women. Nijifunze kuishi na watu and respect everyone. Sijakuja hapa kutaa uchi ya mama mtoto wangu. But nakuja, najua atajileta hapa. So let me serve my own tea. Because I'm in pain. When spec yangu ilivunjwa, nilikuja kwa life nikalia, sikaambia watu chochote what's happened. Spec yangu ilivunjwa, hasira ikemama, akachukua mawe, alipiga nayo windscreen ya nyuma ikapasuka gari. So ilikuwa na mambo mingi. Ilifika mahali nikacheat. Only one. Nilicheat. Because that was I was going through by that time. Umeona? Tulisolve paka karudi. Mimi mwenyewe nilienda kumit babake, nikamit babake because I was trying to build a family kama Mali Safi. Tukasolve. Mimi my life singependa nipeleke hapa because najua it's already come here. Because she's the one bring this thing kwa watu wa TikTok. Wacha niweke story short. What's bring problem? I was going through a lot, guys. 2 months kama uongei na mtu, kwa tumeishi nyumba moja. Unaingia kwa nyumba, mimi nilikuwa nakaa salon paka late. At least niingie paka late hour. At least niingie nipate kama nini
So utaishi na mtu aje na kuongeleshi? Wacha niwaambie the reason why hakuwa ananiongelesha kwa nyumba. Hakuwa anaongelesha juu ya brother yake, bibi ya brother yake alifungua duka ya samaki. Guys, sisi kama Wajaluo tunakaa in-law. Tunaheshimiana na ma-in-law. Alikuwa anataka niende ni advertise brother yake samaki mali brother yake anaishi. We respect in-laws, guys. Wajaluo tunapeana mpaka kwa masemeji yetu. Nikamwambia mimi ni in-law kwenu. Mambo ya kukaa close na familia yako naona italeta shida. Jameni, nimefuria kwa hiyo nyumba 2 months siongelezi juu ya hiyo story. 2 months. Kama siongelezi kwa nyumba, na mimi nikuja kwa kupromote Queen Mom. Queen Mom send me money. Ilikuwa lazima nikuje. Queen Mom support me a lot. Vile mtu waongelezagi 2 months. Nifanye nani? Kama mtu akuongeleza, nitafanya nini? Nimwambie naenda Mombasa. Mimi nachukua nini yangu, nikaenda Mombasa. Almost driver ya Cindy, tulikuja na gari ya Cindy. Almost driver ya Cindy kameneza gari from Nairobi. Ameneza gari from Nairobi to Voi. Nikachukua kudrive from Voi before nifike Mombasa. Amenipigia. Akaniuliza hata salama hajanisalimia. Ananiuliza cause umoja ile siku, wacha nikurudi nyuma. Umoja ile siku nilikuwa na kina nani kwa saluni yangu. Akina Chichi, Mukamba, tulika Chichi alisongwa mpaka saa 8 usiku. Nikaenda nikaenda kwa nyumba 3 guys. I'm very good at working guys, kusema kweli. Nikakaa kwa nyumba, nikakaa kwa job. Tulikuwa na ako life yangu ananiona. Ananiandikia message. Nikizatoka kama niko karibu kutafika, I was driving. Ananiandikia message, unarudi kwa nyumba au utalala nje? Nikamwambia I'm going to Mombasa. Nikamwambia zulijua nilitesa hata. Nikamwambia zulijua tunaenda Mombasa jameni. Si I was aware because she always follow me. She was aware where TikTokers wanaenda. Unasikia guys? Kufika Voi nikaanza kudrive gari. Kwa sababu niliona amechoka, alafu kwa naenda pole pole, nikamwambia Mosi tutafika saa ngapi? Wacha ni drive tuendelee. Akapigia, akaomba Cindy namba ya driver ya Cindy. Omos. Kunitusi. Motherfucking hizo kisungu mingi wenye watamesoma mimi sikusikia. Cause mimi sijasoma. Ameongea kisungu mingi, amepigia Cindy akamwambia tunaenda tukasi. Tulikuwa na kazi ya kwa advertise BNB. Tulikuwa wa Queen Mama alitulipa. Guys, nataka kusema kweli. Mimi sikusoma. Nilifail. This TikTok is where I build myself to be who I am today. I have to maintain this ring light. How can I will maintain aje without meeting fellow TikTokers, without going out? Guys, niki request yet ni aisaenda. Wakati ulienda Rongo ilikuwa problem. Mimi na nyamaza tusiongei. Because tuko na mtoto mdogo, mtoto yangu is just 9 months. Niko na mtoto mdogo guys, unazazia unajifanya unajiuliza. Sasa hata kama tukiachana mtoto ya jameni, mtoto is innocent. The reason why nilikuja Mombasa nikaanza kumisbehave because nimechoka. Mujai niona na story yoyote ya wanawake. This is the first na itakuwa the last. Mujai niona na story yoyote ya wanawake. I'm not into women. Stipendi kuleta private maisha yangu. The reason why I came here because sister yangu ananifollow nini. The trending video, mukiona video ya Nana, mama mtoto yangu ametusi kila mtu kwa simu yangu. Huyu Nana ametusiwa 2 years ago, last year, 2 years ago. Umeona? So sister yangu
ananitumia message because ule mama mtoto yangu ni rafiki yake na ajui because I don't share my problem. She don't know what I'm going through in this house. Guys, I was going through a lot. Remember, TikTok ndio huwa nakulia. Guys, mimi nilianza TikTok nikiemployiwa pale Runda. I was working as a beautician. Hizi drama zangu. What they said, don't mention my name. That's the reason I build myself. But I have to maintain it. I have to follow his friends. Wacha nikwambie mama mtoto wangu. Mimi siko hapa kukutolea uchi. But ania lazima uli agree kuolewa na influencer. You have to adapt this life. You have to hang out. You have to adapt it. Nimekuja kujielezea kusaficha yangu mimi mwenyewe. Imeniuma na sikutaka kuja hapa. Sister yangu ameniandikia ndio maana nimekuja hapa na nimesema punda amechoka. Mimi ni punda, nimekubali na nimechoka. The reason why mimi na go out with TikTokers. Amuta niona na msichana. I decided to misbehave because I'm tired. Rudi hapo. I did what I was doing because mimi sio mlevi. Huyo Nana is my friend kutoka kitambo. Sister yangu ananiambia huyo Nana anataka kukua tu pesa. For your information. Na hata sasa kuambia about Nana, go and do thorough investigation about that lady. Mamake ako majuu. Babake ako majuu. Since I'm not dating Nana. Ukiona video Nana alikuwa mlevi. Ukiona hata hiyo kiss, I was trying to avoid it because tumesoeana. Najua atakuja kusema side yake. Mimi sama ananipigia simu kunitusi. Bibi yangu, I have 3 soap in Langata. She's the one collecting cashes to maintain herself. I told you. I work with one ATM, guys. Ngoja nionyeshe. Leo nimetembea na ATM moja. Nimemwachia ATM moja. In case amekosa cash kwa duka, atumie ATM. Tapugana. Mimi ni influencers. I come to meet my fellow influencers. Nini ananitusia? Nimemkosea nini? Aliweza kunitusia hata kama bado niko kwa njia. That's the reason nimekasirika. She's the one receiving all cases. Remember, mimi niko na watu kama 15 wanalipa commission basic. Na moja hiyo cases ni yake, anajipanga nao mambo zake za nyumba nini bla bla bla. Leo ilikuwa siku yangu ya kulipa workers. Yeye ananifanyia hesabu. Amekaa bila kufanya hesabu mpaka nikikuonyesha video workers walikuwa andika kwa group. I have to send one of my essential list. Aende kwa nyumba chukue vitabu, afanye hesabu. So wakiona nimetumana ndio atumia hesabu. Guys, vitu kama issue iko kwa relationship, there's a way to solve it. Kuna so many ways to solve it. Guys, nimekaa chini, I'm really regretting kuzaa. Anyway, I really regretting kuzaa naye, by the way. Because mtoto zatokea, sasa utafanya nini? Napenda mtoto wangu. Kuzaa peke yake. I love my kid. Huyu mtoto wangu napenda. Kwanza alizaliwa na Nairobi Hospital. I spent 300,000. Go and ask details. Sasa nitafanya aje? Leo nitafanya aje? Guys, I hope you guys know me kutoka kitambo. Mimi si mtu, sijai kuwa na drama yote ya msichana hapa. Wanaume wanachoka guys, kusema kweli, men wanachoka. Ile wakati alikuwa na hasira kanivunja specs. Guys, bigida nikuulize, sasa nataka kuongea. Mwanamke akipigia mtu mko nayo,
akiambia nitakufanyia kitu mpaka watu wa news watajaa hapa. Wewe utatamani kwenda kwa hiyo nyumba? Mali safi. Finish ngoma, just hold on. Mali safi. Let me tell you one thing, and I'll be honest with you. First of all, I feel your pain. Na nataka ujue ukiletea stories zetu, Felix tukanyeke ngoma dakika moja please. Ukiletea stories za watu, this is how we usually feel. Most of you don't understand, guys. I swear to God. Mimi I'm 100% feeling what is feeling. Unaelewa? But one thing I want you to know, Malisafi, even though some of you don't know, guys, relationships and marriages are not easy thing. Mukuki kwa nguruwe. We go through hell back and forth. Malisafi hajakuja hapa kufunguka. He's talking from frustration, uchungu, na what he has been experiencing. It's not an easy thing to do. Mimi sitamkashifu time, but I will talk about it later on. And I express with no fear, no favor, na hajakuja hapa. Mimi nimempigia, amenipigia bila sijamaliza. Akasema anaacha mtoto na mfanyakazi anaenda zake. Mimi juu nilikuwa na watu wengi kwa gari, nikasema sikotaka mambo mingi, nikasema it's okay. Because sikotaka back and forth. I called my sister. Nikamwambia please, I'm on my way to Mombasa. Tafadhali. Ni mimi kazi, tulikuwa na kazi mbili. Tulikuwa na kazi ya market BNB. Umeona hii kitu inaendelea kutembea sticker tukiingia kwa ile BNB. Tulipa ku market that BNB. Queen Mama alitulipa guys. Mimi na Cindy. Umeona? Mambo. Ongewachi. Queen Mama alitulipa mimi na Cindy. Singekosa kwenda Mombasa. Big Daddy muda haja kuongeleza 2 months kwa nyumba na mliza nyumba moja. Utaniambia aje naenda Mombasa? 2 months bila mnyandusi. Rudi hapo. Jamani. Msichana anaongea na mamake paka saa 8 usiku. Video call. Mtasolve hizo aje? Utamtomba saa ngapi? Wacha hata kukutomba. Mtasolve hizo aje? Ndio maana naendaga live paka asubuhi. Mnashangaa. Kwani wewe anatoma bibi saa ngapi? Mko na echo guys. Guys. Mimi si malaya. Sipendagi drama ya wanawake wa TikTok. True. Nataka kusema. Kolo, wacha niseme hili nitoke. Mimi najua Nana kutoka kitabu. Wait, let me say this. Mimi, I'm not in favor of what is happening to you, and I'm telling you as a friend and a brother. Sitakuja hapa kucelebrate kile kinakufanyikia. But as a man, I will tell you one thing. Malisafi, whatever you see women putting us through is the same experience we're going through right now. Mukuki kwa nguruwe. Mimi me celebrate amekuja mnichokora. I'm doing. Unaona the way he's frustrated right now, guys. This is genuine. Kolo, isi hata Malisafi chai. Hebu ngoje guys, wacha niwape chai mwende muanalyze. Okay. Mimi naongea what for my heart, nataka nimalize because niko kwa club na kina Cindy na nikamwambia naenda kwa gari because kule kulikuwa na kilele because I feel like guys mliona hapa nikilia. Nikimba ile wimbo mimi nikasema sijui za zingine upende guys I was crying. Guys mimi si umlevi. Sikunyi pombe. So amesajua napenda msichana yangu. She's blackmailing me with that lady na msichana wangu. Ananiambia mtoto ni mgonjwa. When I call my sister because niko Mombasa, hebu anaangalia kama mtoto ni mgonjwa. Mtoto alikuwa mgonjwa wapi? Na nimekuja kwa nimelala kwa hiyo guys. Ile siku nilikuwa na kina Mkamba. Bibi ya Mkamba nani Chichi alimalizwa saa 8 usiku. I go in the house. Alikuwa bado anaona, bado ako hapo. Mbona hakuniambia mtoto ni mgonjwa? And she knew very well I'm going to Mombasa. Nimekuja kusafi guys, mimi I'm just mad because I'm mad. You are mad. I find myself in this situation because of frustration ya huyo. Yeah, I find myself there. Amsheni watu. Leo ni leo. Amsheni kwa I find myself there guys. So mimi ajai lala njaa kwangu. I have free shop na duka zangu siko na clients.
She's the one receiving cash from all those shops. Na nilimwambia cash utumie, ujipange nao kimaisha. Nikamwambia save hata 1,000 hata 500. Ukifika mwezi uko na kitu. That's how I do it myself to build my life. That's how I do it to start a business. No one give me money here to start a business. Myself, this is the money to go and start a business. And I want to tell you, I know you are here. Mimi ni influencers. Ulinipata nikuwa influencers. And you accept me as an influencer. You have to adapt that life. I have to hang out with my fellow influencers to maintain myself ring lamp. Inataka ring lamp au ring lamp. I have to do though. Mtu lazima tuende, lazima mataka ikitokela, I have to go home. Guys, I've been with my sister 3 good years. Nimesika sister yangu, hata watu wakua wako kanyaga hata moja. Watu wakua wako kanyaga kama moja. Mimi nikavumilia hivyo. Ngoja, sister yako watu wakua wako kanyaga? Wewe kwani wewe ni nani kwao?